Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala khairi al-anbiyai wal mursalin. Vipi unatakiwa Muislam uombe dua? Kuna aina tatu tu za kuomba dua. Ya kwanza imetajwa katika surat al-A'raf aya 180. Allah subhanahu wa ta'ala asema walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah ana majina mazuri basi kwayo omba. Mfano wataka riziki, sema ya Razzaq. Mfano mtu anaumwa ya Shafi na mingineyo na mingineyo. Huyu ajui kwa Kiarabu, basi unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah nakuomba kwa majina yako yote mazuri na kwa sifa zako zote nzuri, mfano niondoshe maradhi, au niondoshe matatizo kwenye biashara, au niondoshe matatizo baina mimi na mke wangu, au baina mtu na mumewe, au na watoto, au natumia majina Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya pili ya kuomba dua ni ukimwona mja mwema, mtu ambaye unajua kwa dhahiri yake anasali, anafunga, hana mambo ya zina, hana mambo yote mabaya kiujumla, basi unamwambia akuombee dua, au unamwomba akuombee dua wakati yuko hai, wakati yuko hai na sio ameshakufa, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imo katika kitabu cha Sahih Muslim, ambayo Abu Darda alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ma min muslim yad'u li akhihi dhahra al-ghaibi illa qala malaku amin wa laka bimithli. Hapana Muislamu yote anamwombea dua mwenzake pasina yeye kujua kama mwombea ili kuepusha ria, isipokuwa malaika wanamwambia Allah ikubali dua hii, na malaika wafanye maasi kwa dua zao nakubali. Isitoshe wala kamithli, na wewe upate kama unamwombea mwenzako, wala kamithli. Kwa hiyo unapomwombea dua mwenzako Allah amwafu amrushe maradhi, na malaika wanakuombea wewe Allah kuepusha maradhi. Unapomwombea mwenzako upukwe na matatizo au ondoshewe matatizo, ima ya mumewe au ya mkewe au ya watoto wake au ya biashara au ya kazi au unamwomba yeye, mtu anapata, sababu anapata dua za malaika, na wewe vile vile unapata. Lakini watu wengi sana wameghafilika na hili. Jingine, lazima awe mtu yuhai na sio ameshakufa. Akienda kwenye makaburi ya masharifu au ya mashekhe au ya maulama au ya mtume katika mitume, akamwomba yule maiti amwombe, hii ni shirk kwa umoja wa makubaliano wa ulama wote wa sheria, yani wa fiqh. Ni shirki na haifai kabisa, sio bid'a tu, lakini shirki inamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar al-Asqalani kaelezea wakati kuna ukame Madina, na alikuwa khalifa ni Umar bin Khattab, akamuomba Ibn Abbas alivyokuwa Mtume sallam tunamuomba atuombe dua, ameshakufa, wewe ni ammi yake, sio kwamba tuombe dua Allah tuondoshe ukame. Na hawajasema twende kwa kaburi la Mtume tumuombe Mtume, na alikuwa ni mwenzao, masahaba zake akiwapenda, na hajaenda kusema kwa Mtume tuondoshee matatizo kwa nayo. Na ni khairu khalqullah, ni moja katika viumbe bora kabisa. Khairu khalqillah ni kiumbe bora cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tatu, mtu kwa amali zake za khairi, kama ilivyokuwa katika hadithi refu ambayo imo katika Sahih Bukhari na kitabu cha Sahih Muslim, ambapo Abu Huraira alimsikia Mtume katika wana Israeli katika safari zao wakakwama kwenye pango, walikuwa na kufa wajione, basi kila mmoja katika wale akaomba kwa amali zake za khairi. Mmoja akaomba kwa alivyofanya wema mamake, mwingine akaomba kwa uaminifu wa mali aliyopewa akaitunza, na mwingine akaomba kwa mtu ambaye alitaka kuzini naye, mtu ammi yake akawa na shida lakini hajazini naye na akamsaidia. Kwa hiyo amali yako yote ya khairi unaoifanya, basi muombe Allah, Allah, kwa pesa zile ulizomsaidia mtu, mfano basi nakuomba Allah uniondoshe maradhi au uniondoshe mtihani nilokuwa nao, au kwa kumsaidia mamangu, au kwa ya amali yote ya khairi. Mfano huijui ipi amali yako ya khairi ambayo Allah kaikubali na iko na ikhlas kwamba unifanya kwa sababu Allah, basi unaweza kusema kwa ujumla, ewe Allah na kuomba kwa amali yote ambayo nilifanya khairi,
na kwa ikhlas na kwa ajili yako wewe tu, na kwa ikubali, Allah, niondoshie matatizo nilokuwa nayo, kama mtu ana matatizo ya siha au ya kazi au biashara yoyote. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.